kuwa mtumishi mzuri. Number 1 ni kwamba ile kanisa tunaangalia sio sisi tulinunua, hata kama tumeteseka sana ndio libe. Lilinunuliwa na Kristo mwenyewe na damu yake. Unajua ukiwa mchungaji kama mimi, unaweza kuteseka sana ukifanya crusade, ukijifunga kula chakula ndio iwe kanisa, paka kanisa likisimama unaona ni lako. Hii kanisa lilinunuliwa na damu, halikununuliwa na mateso, lilinunuliwa na damu. Na nyinyi mnajua damu haiwezi kutoka kwa mwili mpaka kuwe na ataki kubwa. Kwa hivyo damu ya Yesu ndiyo itoke, ni misumari alibekwa ya inchi 6 kwa mikono na miguu. Na kwa hivyo alinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo jitunzeni nafsi zenu. Ujiangalie Stephen, ujiangalie Vanessa, ujiangalie. Tunza nafsi yako. Nafsi ni mafikira. Nafsi ndio soul. The soul has the thoughts, the soul has the emotions, the feelings, the intellect, the imagination. Hizo zote ziko kwa soul. Na Biblia inasema hiyo soul itunzwe, tusiharibu kanisa ambalo Yesu alinunua na damu yake mwenyewe. Na Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu amewafanya waangalizi ndani yake. Kwa hivyo hii kazi haipeani na mtu. Mimi sija kuja kumpea kazi. Kwanza alipewa na Roho Mtakatifu, mimi nakuja tukudhibitisha. Alipewa kazi na Roho Mtakatifu niweze kuikamilisha na kuitambua hapa duniani ya kwamba walipewa. Na Biblia inasema tupate kulilisha kundi lake Mungu. Kazi ya pastor ni kulisha washirika. Washirika walio na Just Stephen ni wabaya sana. Wana wanaweza kukula takataka zote ziko na hiyo hii. Na ile kitu imefanya washirika wengi wanaona ni kama hakuna Mungu, hawasaidiki, wako na maswali mengi, ndoa zao ziko na matatizo, kazi zao zimeharibika, biashara zimeharibika. Mostly ni kukula wrong food. Kwa sababu kuna chakula nyingi iko kwa internet. Na hii karibu watu hao wote wanajua social media ni nini, wanajua battles ni nini, wanajua nini, wanajua vitu vyote vinaenda kwa media. Na huko kuna chakula. Wakisha kula chakula iko na poison, lazima uone poison kwa biashara. Wakikula chakula iko na poison, lazima uone poison katika ndoa zao zikivujika. Na ndipo sasa unaona tuko na shida nyingi kwa kanisa kuliko zamani. Zamani unajua hatukuwa na simu. Ukitaka kupiga simu tulikuwa tunaenda kwa call box. Unapanga line na wanaishi wale wengine na unapepa mashilingi. Ikikwisha ndio hiyo. Leo kila mtu ako na simu. Hata saa hii kila mmoja hapa ako na simu. Sasa hiyo simu nayo inakuunganisha na dunia, haikuunganishi na mbinguni. Ndio unaona Wakristo wengi ni world Christian. Ni kuunganishwa na dunia na simu zao. Na wengine wako na nyingi kuliko moja. Ndio washike dunia vizuri pande zote. Dunia inakuwa na pande ine, ndio Biblia inasema. Sasa kwa sababu ya Wakristo kuunganishwa na dunia, wameharibika. Na wale wadogo kuliko sisi ndio wameharibika kuliko sisi. Wameunganishwa na dunia. Zamani haungejua dunia inaendaje. Zamani hata mtu alikuwa anaambiwa fulani wenu alikufa miaka 5 imepita. Alikufa miaka 5 haujafikiwa na story. Leo mtu akigojeka unaiona ameongezwa oxygen, unaona dunia. Sasa watu wameharibika. Ndoa zimeharibika. Unajua sasa zamani mtu alikuwa anaona wanawake warembo wa area ya kwao. Kwa sababu sasa hata means of transport ni pesa nyingi, hauwezi kwenda. Watu walikuwa naenda miguu. Leo unaweza kuona mwanamke wa South America na akwambie hello dear, you are cute. South America. Ndio sasa unaona ndoa zimeharibika, zinayumba, watu hawana stability. Na kwa hivyo tunashuga watu wamekula poison. Tunashuga, kukula sio kukula na mdomo, ni kukula spiritually. Poisoned food. Watu wamekula chakula ambacho kimeshanganywa vibaya. Wengine wamekula chakula ambaye mwanadamu hatakikani akule. Hiyo ni ya nguruwe na maubwa na vitu vingine na wanyama. Ndio unasikia mtu mwingine akisema mimi nilisikia tu nimeingiwa na kitu nikasikia kuua mtu. Ni chakula amekula za wanyama. Sasa anasikia kama simba. Unajua simba ikiona mtu inasikiaga kuua mtu. Sasa naye mwanadamu akikula chakula ya simba, what will happen? Yeah, he will kill us. Amen. Sasa kumeharibika. Na sasa chakula ya kiroho haikuliwi na mdomo, inakuliwa na kusikiliza na masikio na kuona na macho. Kwa hivyo chakula chote umekula kibaya ama kizuri, ulitumia macho ama ulitumia masikio.
Na baada ya kusikia, sasa hata nikikuja kukuhubiria umeshiba. Hawezi kushika chakula kizuri. Mtu akikula kidheri kwake, kidheri kimeshanganywa na magini sukule vizuri sahani mzima ama mbili. Alafu ukuje hapa nikupatie chapati. Utapenda? Sasa hiyo tu chapati ni tuzuri lakini nimeshiba. Nilikuwa nimekula kidheri kwako. Sasa ndio unaona wakati tunahubiri kanisani, watu wengine hawana interest, maana wameshashiba social media. Wameangalia hizo vitu usiku mzima. Wameangalia sinema. Sasa wakikompea Harrison na Tom Cruise. Naona mtu akiuliza kwani atamaliza kuhubiri lini? Ameshiba vitu vingine ambazo si chakula. Na hizo sinema zote ni uongo. Hakuna sinema ya kweli. Sinema ya kweli haikuagi attractive. Sinema ya uongo ndio iko attractive. Unaona jamaa ameruka kutoka hapa, ameruka mpaka pale juu. Unasema umeona, rudisha nyuma tuone. Unarudisha tena. Sasa huyo mtu ndiye anakuja hapa kusema haleluya na pokea. Hakuna kitu anaweza kupokea. Ameshiba.